na neno la Mungu, kwa sababu sisi hatujakuwa na mashindano na mtu kabisa. Mimi nakwambia, hata uone tunamkosoa mtu, awe ni kiongozi, awe ni nani, mchungaji, ni askofu, kabisa sisi hatuna, sisi kikosi cha Injili hatuna mashindano na mtu. Hatujawahi kuwa na mashindano na mtu na hatutakuja kuwa na mashindano na mtu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nilikuwa natafakari hapa, ndio kwenye maombi, kama unavyoona sauti yangu kidogo haiko vizuri kivile. Hivi kwa nini Tanzania tumefika hapa? Kwa nini tusikae tu tuzungumze? Kwani ni nani atakaa milele kwenye dunia? Kwani ni nani ataishi milele katika hii dunia? Kwa sababu kiangalia mfano mtu kama mchungaji wangu Barikiwa Mwakipesile, mpaka mtu ambaye ameriski maisha yake kwa ajili ya kusaidia watu, amekuwa ni mtu ambaye anahimiza watu kufanya kazi, kufanya mambo mema, kutenda mambo mazuri katika jamii. Watu mfano wa watu ambao wanahimiza watu kutumia akili zao, watu ambao wanakataza kutabilia watu, au ndo watu ambao kwa sasa wanaishi kwa mashaka, wanakimbia, wako mafichoni huko. Wakina mchungaji Dickson, wakina mwana mapinduzi, wakina Gwajima, wote wakina askofu mwana mapinduzi, wa askofu Dickson, askofu Gwajima, wote hao ni watu ambao wanakuwa kuna mambo mema mazuri wanayasimamia, kuna watu wamewasaidia, lakini ndo watu kwa sasa ambao wanaishi kwa mashaka, wao huko hatiani, wanakimbia, wanaenda mafichoni huko, wanapotea katika jamii. Tuko watu ambao tulikuwa tunawategemea, ambao tulikuwa tukiwaona tunapata nafuu, tukiwaona akili zinakaa sawa, kwamba hapana, tusijiingize kwenye makundi haya na yale ya uhalifu, kwenye uchafu huu wa uzinzi, ulevi, mambo mengi mabaya. Sasa kwa nini tusiongee? Kwa nini wananchi tu? Kwa nini Tanzania tumefika hapa? Kwa nini watu tumefika hapa? Kwa nini watu wanatendewa mambo mabaya? Kama babangu saizi Mbarikiwa hayupo hapa, amekimbia, ameenda huko, sio kama amekimbia kwa sababu ni muovu. Amekimbia kwa sababu uhai wake huko hatarini, kwa sababu zisizo za msingi. Kwamba kuna mtu tu kwa sababu ya faida zake binafsi, kuna kikundi tu fulani cha watu tu wahuni, kwa sababu ya faida zao binafsi, basi wanakuwa wanajiona au wanajihesabu kana kwamba wao ni miungu, kwamba wanaweza kusababisha uishi au usiishi. Kwa mwisho wa siku, mtu ili kuepusha uhai wake usio kuondolewa na watu ambao wasio na maana, basi anaamua aende mahali akajihifadhi na neno la Mungu, kwa sababu sisi hatujakuwa na mashindano na mtu kabisa. Mimi nakwambia, hata uone tunamkosoa mtu, awe ni kiongozi, awe ni nani, mchungaji, ni askofu, kabisa sisi hatuna, sisi kikosi cha Injili hatuna mashindano na mtu. Hatujawahi kuwa na mashindano na mtu na hatutakuja kuwa na mashindano na mtu. Kiukweli ni kwamba jambo lolote ovu hatutaliunga mkono. Jambo lolote, iwe ni la kiongozi yoyote, iwe ni la mwanadini yoyote, hatutaliunga mkono. Lakini jambo lolote jema, hilo tutaliunga mkono. Hiyo amefanya CCM, hiyo amefanya Chadema, hiyo amefanya Chausta, wote hao tutaunga mkono jambo lolote jema, aliyefanya lolote. Lakini jambo lolote baya, sisi kabisa tutaliunga mkono. Na ukiona tunaongea uovu fulani aliyofanya mtu, kabisa sisi hatushindani naye. Hiyo tunamtaja jina, iwe ni kama hata mchungaji wangu kwamba mtaja jina Barikiwa Mwakipesile, mtaja jina akamuongelea kwenye klipu 2-3 akajirudia tena, sio kana kwamba anamchukia. Na hata yule mtu akisema tu mwenyewe kwamba hapana, mimi usiniongelee, kabisa sisi hatuwezi kama kushindana naye kwamba lazima tukuongelee, hapana, hatuwezi kushindana naye. Watu wa Mungu, hapana, tukae tu chini tuongee, tuyazungumzie ya mambo. Huko yalikofika ni mbali sana, yamefika mbali. Watu wa Mungu wamekuwa ni watu kukimbia makazi ambayo wameitiwa na Mungu kweli. Hapana, huko tulipofika ni mbali. Huko tunarudi kule kwa Ahabu na Yezebeli kahaba. Elia alimkimbia Yezebeli kahaba, sababu Yezebeli kahaba aliapa moyoni mwake kwamba Elia, miungu na initende hivi, nisipokutenda wewe kama ulivyowatenda hawa manabii. Kwa hiyo ilibidi Elia auokoe au save uhai wake, alikimbia mahali kwa mapangoni huko mapolini ndani. Sasa kwa nini sisi tufike huko? Na haya kwenye Biblia haya yaliandikwa haya humu ili yawe mfano kwetu, ili sisi tujifunze. Watu wa Mungu ni taa, watu wa Mungu ni nuru, watu wa Mungu wanahitajika katika taifa. Bila watu wa Mungu taifa litapotea, bila watu wa Mungu taifa litaangamia. Hapana, watu wa Mungu, hapana, tuzungumze.
Haya mambo mbona yanazungumzika haya? Yaani yanazungumzika kabisa, yaani yanazungumzika haya. Tukae tu tuzungumze tu watu wa Mungu. Hapana, haya mambo yanazungumzika. Tukae tu tuzungumze, tujue tunafanyaje, nani atakula mpaka wapi. Sababu sisi mbona kula mmekula sana. Yani kula mmekula sana. Shida sasa mnapoanza kuja kula na uhai, sasa hapo kidogo naanza kutupa changamoto kidogo, lakini haya mambo bwana yanazungumzika. Yanazungumzika kabisa, yani yanazungumzika. Tuzungumze tu. Njooni wanadamu, tukae tuzungumze. Huko tuliofika ni mbali sana. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja naye. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye akiwa mafichoni, akisema itengezeni njia ya Bwana, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa sawa na alivyofanya. Neema ya Kristo Yesu pamoja nanyi. Amen.